Tumukaribishe kiongozi wa Jamhuri yetu ya Kenya atuzungumzie. Mr. President. Thank you. Aya. Tafadhali tunaweza keti chini, wale mko na viti, asanteni sana. Viongozi wote wenzangu, Bwana Deputy President, Prime Cabinet Secretary, Principal Secretaries mlio hapa, Governor wetu na magavana wengine wote, ndugu wananchi wa Kaptagat, hamjambo. Elgeyo Marakwet, hamjambo. Elgeyo South ama Keyo South, hamjambo. Chamge. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivyo hewani. Basi, kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi hii. Tumefika hapa Elgeyo Marakwet siku ya leo kwa sherehe hii ya muhimu. Nilikuwa hapa mwaka uliopita katika sehemu ile ambayo tulitengeneza damu. Nimekuja leo kuangalia hiyo damu, tulianzisha ujenzi wake. Mimi nimefurahi ya kwamba sasa hiyo damu imekamilika. Nimelaunch leo na watu 7,000 watapata maji kutokana na hiyo damu. Nimekuja tena leo kwa sababu hapa chini mahali inaitwa Etio, hapo chini pia tumeweka hapo pesa milioni 80 kutengeneza damu ingine hapo. Na hiyo damu tena itatupatia nafasi ya kufikisha maji kwa manyumba karibu 5,000 katika sehemu hii. Watu ambao watatumia maji ya kunywa, maji nyumbani, maji ya mifugo na hata samaki tumeweka huko katika hiyo damu. Pia tumeweka maji ambayo mtatumia kwa mambo ya irrigation. Leo katika ghafla hii, na nataka nimshukuru PS Kipto kwa sababu ameunganisha mashirika 28 wakiongozwa na WWF, hawa watu wa World Wide Fund for Nature, ili kuweza kupanga mambo ya mazingira ya forest hii yetu ya Kaptagat. Nyinyi mnaelewa, tuliamua ya kwamba kwa sababu ya changamoto ya kupatikana kwa kiangazi ambayo inatutesa, inatuletea maafa ya mifugo yetu na inatuletea hasara mingi na inatusababishia kukosa chakula. Baada ya kiangazi inafuatana na mafuriko, kwamba tunapanda miti bilioni 15 Kenya kwa miaka 10 ijayo. Katika harakati hiyo ya kupanga ama kupanda miti bilioni 15 hapa Kaptagat, mimi nimefurahi ya kwamba tayari miti karibu milioni 2 imepandwa. Jana peke yake PS wangu wa mambo ya misitu Bwana Mugambi ananiambia tumepanda hapa jana peke yake miti 50,000 katika forest hii ya Kaptagat. Na mimi nimekuja kuchangia leo asubuhi hapo, nimengangana hata na mimi tumepanda miti 5,000. Ala, simu nipigie makofi kidogo hiyo. So hiyo miti 5,000 tumepanda hapa saa hizi. Na ndio mimi nataka niwaulize wa Kenya katika sehemu zote. Mambo ya mazingira ni mambo ya muhimu sana. Ndio inatusaidia kuhakikisha ya kwamba tuko na mito, tuko na maji ile ambayo tutatumia kuongeza mambo ya chakula, tupate vile ya kupunguza gharama ya maisha na vile ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. And therefore I am very proud of what is happening in this Kaptagat forest. Today, the rehabilitation of Kaptagat forest is 95% complete. We were remaining with only 5%. And it is my intention, working with all the stakeholders, that by the end of this year, Kaptagat forest will be fully restored.
and we will make sure that all the communities that live around this forest become part of the ecosystem of looking after the forest in Kaptagat, as we do for all other forests across Kenya. Kwa hivyo, mimi nataka niwaulize watu wa Kaptagat, katika hii mpango, ndani ya miaka 5, tumekubaliana ya kwamba watu ambao wanaishi katika ecosystem hii ya Kaptagat Forest, ndani ya miaka 5, tutawapatia ng'ombe 28,000. Wale watu mnaishi hapa. Hapa leo tuko na ng'ombe miangapi Kipto? Ng'ombe 200. Ng'ombe 200 ya kwanza iko hapa. Nimepatia mama moja hapo yake, nimemwambia sasa aende achunge ng'ombe. Na kuna watu 200 watatoka hapa leo na ng'ombe ya maziwa. Ndio ule mama, huyo nimeshampatia ng'ombe yake. Si ndio? Ule Magdalena. Mlisema anaitwa Magdalena. Huyo Magdalena huyo. Huyo Magdalena ako na ng'ombe tayari ya maziwa. So na wengine watu 200 kama Magdalena wataenda nyumbani leo na ng'ombe ya maziwa. Na tumekubaliana tunawapatia ng'ombe. Na vile vile tutawasaidia na miche ya cash crop. Hapa leo tunapatiana mbegu ya avocado 1,300. Mbegu ya chai 1,100. Ile ya macadamia tunapanga. Tuhakikishe ya kwamba wakulima wanaoishi katika sehemu hii wako na livelihood mbadala, alternative livelihoods, ndio waweze kutusaidia kuchunga msitu. Na tumekubaliana vile vile katika kuchunga hiyo msitu, pia kuna services, beekeeping, mambo ya kutoa maji, mambo yale mengine ambayo mnaweza kutoa kwa msitu. Tutakubaliana na forest associations ambazo zinaishi katika sehemu hii, ndio sote tuchangie katika kuhakikisha kwamba msitu inalindwa. Kule Mount Kenya tunaweka fence katika forest. Kule Kakamega fencing inaendelea. Kule Aberdare fencing inaendelea. Hapa kwenu tutakubaliana na nyinyi vile wale wanaoishi na sisi hapa tunachunga msitu kwa kuhakikisha kwamba wale watu wanaishi hapa wanapata alternative livelihoods, ndio muweze kutusaidia kuchunga msitu hii ya Kaptagat. Watu wa Kaptagat tutasaidiana na hiyo mpango. Mko tayari? Vile vile mimi nataka niseme ya kwamba katika hiyo mpango yote bado tuko na miradi ingine ya maji ambayo tutatengeneza kama serikali hapa, ndio tuweze katika mpango ya kitaifa kuhakikisha kwamba we have enough water for homesteads, we have enough water for irrigation, and we have a good plan for making sure that Kenya attains food security so that we can eliminate the shame of hunger in our country. Kwa hivyo, mimi nataka niwaeleze vile viongozi wenu wamesema. Hapa vile tuko na mpango ambayo itatusaidia kwa mambo ya kilimo. Mambo ya maziwa, watu wa Dairy Board wako hapa, watu wa KCC wako hapa. Tumesema kuanzia mwaka huu mambo ya kuchelewa kulipa pesa ya mkulima itaisha. Pesa ya mkulima ya maziwa ilipwe vile mshahara ya mkulima, vile mshahara ya wale wanaofanya kazi inalipwa. Mambo ya kungojea 2 months, mambo ya kungojea 1 month, na mwaka huu katika budget ya mwaka huu tumeweka 1.5 billion ambayo itasaidia KCC kwa revolving fund ya offtake ya maziwa, ndio wakulima walipwe shilingi 50 kwa lita moja na kwa nafasi ya saa kwa muda ambayo inafaa. So from this month I am observing PS wangu ambaye anasimamia mambo ya livestock ako na instructions kamili. Watu wa KCC wako na instructions kamili. Kenya mzima mkulima apeleke maziwa yake, ameng'ang'ana kulisha ng'ombe,
alipwe on time. Vile vile tumekubaliana ya kwamba katika budget yetu tumeweka pesa ya kahawa ile ambayo itasaidia wakulima wa kahawa kuhakikisha ya kwamba wako na cherry fund ambayo itawasaidia wakati hawajalipwa pesa ya kahawa, wanapata pesa ya kuweza kujisimamia. Nimefurahi ya kwamba kwa mpango yetu ile kahawa ilikuwa inalipwa shilingi 50, shilingi 60. Mwaka huu tumelipa kutoka 100 mpaka 120 kwa kilo moja kwa wakulima. That is the future we want to push. Mwaka huu vile vile kwa sababu ya mbolea, kwa sababu ya usimamizi ya mambo ya chai, ile pesa tumeokota kwa chai imetoka nje ya Kenya, imeongezeka kutoka 180 billion mpaka 210 billion this year. Wakulima wataweka pesa nyingi katika mifuko yao, wakulima wa chai wa taifa letu la Kenya, kwa sababu tumedhibitisha usimamizi wa mambo yetu ya kilimo na kuhakikisha ya kwamba tuko na mbolea ya kusaidia wakulima wetu tuzalishe chakula, tuendeshe kilimo, ndio Kenya ipige hatua ya kwenda mbele. Watu wa Elgeyo Marakwet, Uasin Gishu, Trans Nzoia, Bungoma na sehemu hii yote mpaka Nakuru, mimi nawashukuru sana. Ile matatizo tulikuwa naye ya bei ya unga kuwa juu, nyinyi mmetutatulia kwa sababu mmetuzalishia chakula ya kutosha. Leo tunangangana, hata mimi nilikuwa bado na mahindi hapo nilikuwa nataka kuuza. Sasa bei imefika 2500. Sasa mimi nashangaa hii kitu tafanya namna gani hii sasa. Lakini unajua sisi wakulima tunaumia, lakini wale consumers wako sawa. Bei imekuja mpaka 100. Si namna hiyo? Lakini hiyo ndio balance, tunataka tuendelee namna hiyo. So mimi nataka niwashukuru sana kwa bidii yenu, kwa vile mnafanya hiyo kazi na bidii na vile mnatusaidia kuzalisha chakula katika Kenya. Vile vile mimi niliita huyu gavana wenu na nikamwambia Pareto ilikuwa ni kilimo, ilikuwa inaweka pesa kwa mifuko ya wananchi. Huyu gavana nikamuita, nikaita gavana wa Nakuru, nikaita gavana wa Kericho, nikaita gavana wa Nyandarua, tukaketi chini na wao. Kampuni ya Marekani inaitwa Kentegra sasa wamekubali, wanajenga kiwanda kubwa ya mambo ya Pareto hapa Kenya na wameanza kulipa pesa kwa wakulima wa Pareto. Mimi nataka niwaulize nyinyi kama wakulima wa Paretram, muanze kupanda hiyo mmea, tumeweka bei ya sawa sawa. Vile vile factory yetu hii ya pamba ama factory ya Rivertex, sasa tuko na mbegu mpya ambayo tumelete ya mambo ya pamba, kwa sababu hatuwezi kuendelea kuagiza vitu kutoka nchi zingine ambazo tunaweza kuzizalisha katika taifa letu la Kenya. Saa hizi tunaagiza pamba kutoka Tanzania, tunaagiza pamba kutoka West Africa, tunaagiza pamba kutoka sehemu nyingine, ndio tushone nguo, ndio tuuze katika ile soko nilienda kutafuta kule Marekani. Sasa nimesema ile soko nimeenda kutafuta Marekani, tupande pamba yetu, wakulima wetu walipwe pesa, tupanue factories zetu kama hii ya Rivertex hapa, hawa vijana wengi wapate kazi na tuuze hiyo mali, tuongeze mapato ya Kenya kutokana na madola ya kuuza export ya products ya taifa letu la Kenya. Mnanielewa jameni? Si hapa chini ilikuwa inapandwa pamba nyingi. So hiyo mpango nimerudisha, nataka nipange vizuri ndio tuhakikishe kwamba tunaweka msingi bora ya uchumi wa taifa letu la Kenya. Mwisho kabisa, mimi nataka niwaeleze hivi. Katika hii mpango yetu yote ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele, mimi nataka niwaulize Wakenya wote tuungane. Tumepanga mambo ya TVET, tumepanga mambo ya university education, tumepanga mambo ya kilimo, na tumesema kilimo ya mahindi, ya kahawa, ya chai, ya sukari, hawa wa maziwa, tumewapangia mipango sawa sawa ya serikali so that we can lift our agriculture and lift the millions of farmers who depend on agriculture. Na hiyo kazi yote tumefanya, lakini imefika pia kiwango, kwa sababu
Kenya must succeed. And the transformation of this nation cannot wait. It cannot be delayed. And it cannot be derailed. Na ndio sababu nimesema tutapiga start tena. Na tutahakikisha ya kwamba ile serikali tumefanya nayo kwa miaka miwili imetufikisha hapa. Sasa tutaanzisha serikali ingine ambayo itatupeleka mbele, ambayo itatusaidia mambo mawili. Ya kwanza ni kuongeza kasi kwa ile development na ile program tuko naye. Ya pili ni ku-expand the programs that we have so that we can drive the transformation of our country together. And I must say this clearly and loudly, that it is a moment in history as a nation that we must come together, because the transformation of Kenya cannot be derailed, it cannot wait, it cannot be shortchanged. We must work together as a people. Kwa sababu the success of Kenya is our collective success. Na kwa hivyo mimi nimesema ya kwamba nitaongea na viongozi wote, tuungane, tuhakikisha kwamba tunatengeneza serikali ambayo itabeba Wakenya wote na itafanya kazi sio ya ubinafsi, sio ya chama fulani, sio ya kikundi fulani, sio ya sehemu fulani. Kenya, kazi ambayo itaunganisha taifa letu la Kenya, itupatie nafasi ya kupanua viwanda, hawa vijana wapate kazi. Itupatie nafasi ya kupanua kilimo ndio tuweze kuondoa njaa. Na itupatie nafasi ya kupigana na ufisadi ili pesa ya Kenya inayoporwa na watu na kupotea kwa sababu ya ufisadi, tuhakikishe ya kwamba wafisadi wote tunawakomesha na tunawasafirisha. Ndio tuhakikishe ya kwamba Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Kaptagat na Elgeyo Marakwet. Mnanipatia niunde serikali ya Kenya mzima hii, tupeleke Kenya mbele? Mnasema niunde hiyo serikali ya kuunganisha jamii zote za Kenya, ya kuunganisha Wakenya wote, na tuhakikisha kwamba vijana wetu tunawapangia ajira, tuondoe njaa, tuendeshe mambo ya viwanda, transformation na Kenya iende mbele? Hebu nione wala wanasema tufanye hiyo kazi pamoja. Basi, kwa sababu nyinyi ndio kusema, si ndio? Nyinyi ndio kusema hiyo maneno, mimi nitapanga. Ile mimi nataka niwaulize Wakenya vile vile ya kwamba nchi tuko nayo ni moja na hatuna spare. We have only one country called Kenya, and we don't have a spare nation. Kwa hivyo hii tulio nayo tusikubali iletewe fujo, iletewe maafa, Wakenya wapoteze maisha, mali tuharibu kwa sababu ya mambo ya siasa. Hatuna nchi ingine ya kuhamia. Sisi wote tuko hapa. Ama kuna mtu wako na mpango ya kuhama? Sisi wote tuko hii Kenya. We must protect this nation, all of us. And therefore, I want to ask all Kenyans, we must work together towards a peaceful, a democratic, and a prosperous nation. We cannot afford, for whatever reason, to cause chaos, to cause anarchy, to destroy the peace of our nation, to destroy property. There cannot be any justification for any Kenyan to lose life. There cannot be any justification for property to be destroyed in Kenya. We are a democratic nation. We must operate within the parameters of democracy. And all of us must listen to one another. We must build this nation together. And I want to ask all our agencies to make sure that we protect the stability, the peace, and the prosperity of our nation. Kwa hivyo, nyinyi vijana wa Kenya, mjue ya kwamba yale mambo tunapangia nyinyi kama ni digital jobs. Mimi nimekuwa hapa Kipsoen saizi. Pale
tumetrain vijana 500. Pale tuko na vijana saa hizi wanapata pesa on the digital platform. Nikiongea na nyinyi, tuko na vijana 152,000 ambao wanafanya kazi katika mitandao ile tumepanga ya digital jobs. Tukiongea na nyinyi, tuko na vijana zaidi ya 160,000 wanafanya kazi katika program yetu ya housing. Mukifungua katika mtandao wa Ministry of Labor, tuko na nafasi 1,400 ya vijana wetu wanaweza kufanya kazi nje ya Kenya. Juzi tumesema ya kwamba hatutaki tena kuagiza vitu ambazo tunaweza kutengeneza hapa Kenya. Hatuwezi kuleta simiti tena kutoka nje, tutaunda simiti hapa Kenya. Hatuwezi kuleta sijui furniture, tutatengeneza furniture Kenya. Hatuwezi kuleta sijui pampers, tutatengeneza pampers hapa Kenya. Hatuwezi ati kwenda kuagiza mambo ya clinker ama mambo ya billets ya steel, kwa sababu tuko na raw materials, tuko na factories na tuko na vijana wanaweza kufanya kazi katika hizo factories. Na ndio sababu we cannot continue to be a supermarket for other countries. We must produce our own products. Mimi nataka niwaulize watu wa Kaptagat. Kuna watu wananiambia tuendelee kuagiza viazi kutoka huko Ulaya. Mnataka tulete viazi kutoka Ulaya? Ati tulete mayai kutoka nchi nyingine? Ati tulete hata kitunguu, jameni, ati kutoka nchi nyingine? Ndio nimesema kitunguu itazalishwa na wakulima wa Kenya. Kama ni kitunguu kutoka nje, tutaweka duty. Kama ni ile ya kutoka nje, tutaweka, ndio tuweze kupata nafasi ya soko yetu ya taifa letu la Kenya. And that is what we must do to be able to grow our manufacturing, to be able to grow our industries, create jobs for our young people, create wealth in the Republic of Kenya, and build Kenya, because this is our country. Kwa hivyo, mimi nataka niwashukuru sana. Nataka niseme ya kwamba tutarudi hapa tena. Najua tuko na miradi ingine ya maji, tuko na mambo ya stima, nishakubaliana na viongozi wenu hapa. Mambo ya stima, tumeshapangana mambo ya stima, tumeshapangana mambo ya barabara hii. Kidogo tumepata itilafu kidogo na finance bill, lakini nitanyorosha ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya na tuweze kuhakikisha kwamba tunatimiza yale tulikubaliana na nyinyi. Sijui sasa bado kulikuwa na price giving ama nini? Ngojeni nyinyi wadosi. Kuna watu ambao walikimbia hapa asubuhi leo mpaka wakatoa ulimi ikatoka nje kidogo. Sasa wakitoka hapa bila zawadi watasema tumewachanganya. Na wacha mimi niseme, for the sponsors of our friend Kevin Kiptum, today I am very proud that in this ceremony we are launching the Kevin Kiptum Foundation. Kevin Kiptum was a great sportsman, a great marathoner, a great Kenyan. And today, in honor of his legacy, we have launched that foundation so that his family, and his wife is here, and children are here, can be beneficiaries of that foundation. The many projects Kiptum was associated with can be beneficiaries of that foundation, and other interventions of goodwill can also be part of that foundation. I want to thank the sponsors of that foundation. Congratulations for thinking about this great Kenyan, a sportsman and a great legend in our country. Kwa hivyo, asanteni sana, pongezi kwa mambo ya Kevin, kijana wetu, ambaye mnajua alipoteza maisha yake hapa kwa ajali ya barabarani. Vile vile, mimi nataka niseme ya kwamba kule Nairobi imepatikana miili ya Wakenya. Sasa imefika karibu miili 9 ya Wakenya ambayo imepatikana. Wengi ama karibu wote ni wasichana ambao imetokea kwa mambo ambayo bado serikali tunafanya uchunguzi. Nimeamurisha polisi na wale wote wanaohusika, DCI na wale wote wengine ambao wanahusika kwa mambo ya homicide na mambo ya kuchunguza vile haya mambo yametokea.
Mimi nataka nihakikishia Wakenya wale wote waliohusika na maafa ya hawa watoto wetu kule Kware, kule Nairobi, mpaka watapata cha mtemakuni na mpaka tuwapate, ili tuwachukulie hatua, kwa sababu kuua Mkenya, kuchukua maisha ya Mkenya kwa njia yoyote ni makosa chini ya katiba yetu ya Kenya, na ni kinyume ya mambo ya human rights ya any nation. Kwa hivyo, those who are charged with making sure that there is comprehensive investigations on matters that we have witnessed in Kware, where many Kenyans, including young girls, have lost their lives, that process must be expedited and the truth must be found, so that those who are involved in this heinous act must be punished and must be taken to court, and the law must be applied to its fullest extent. Kwa hivyo asante sana ndugu zangu. Sasa wale walikimbia wapi maneno yao? Your Excellency. Okay. So tunaanza na gani? 21. Wale watu walikimbia 21 kilometers.